Jikubali mpendwa wangu, ujione wa thamani, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa, kwani wewe ni mzuri, ni mzuri tena sana. Mpe Mungu utukufu, maana astahili. Jikubali mpendwa wangu, ni wangapi ambao kila mara unamuomba Mungu akuondolee sikio, akuondolee pua, akupe kama ya jirani? Unakosea. Nywele ulizonazo ndo za kwako, kichwa ulichonacho ni cha kwako, mwili ulionao ni wa kwako. Dada yangu, maziwa ulionayo ni ya kwako, Mungu amekupa. Usipate shida, ishi kwa burudani, furahi, shangilia, uone Mungu katika maisha yako. Usianze kujificha, unaficha kifua maziwa eti makubwa, wengine anaficha eti kidogo. Acha ujinga wa aina hiyo. Wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Wewe ni wa thamani sana. Jikubali. Fanya nini jamani kijana? Jikubali, jikubali, jikubali. Wewe ni wa thamani sana. Ni vizuri kujikubali. Kwa hiyo la kwanza, jikubali, ujione wa thamani na ujiambie, mimi sijaumbwa kwa bahati mbaya. Hebu sema, sijaumbwa kwa bahati mbaya. Sijaumbwa kwa bahati mbaya. Piga kelele ya nguvu, sema sijaumbwa kwa bahati mbaya. Sijaumbwa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo ni vizuri kujua wakati. Mungu ni mwema. Ni vizuri kujua nini jamani? Wakati. Mwambie jirani yako, jua wakati. Jua wakati. Usipojua wakati, utaweza kuotesha mbegu ambayo sio wakati wake. Mfano, Mungu amepanga nyakati kwa taifa la Tanzania. Kila mkoa unaotesha kwa wakati ambako Mungu ameupanga, na kuna sehemu unapoona wakati huu watu wanaotesha mbegu. Si mnaona huku sasa hivi wanalima ili waoteshe maharage, kuna sehemu nyingine wanavuna. Kwa hiyo kila mahali kuna wakati wake. Soma sasa ili ufaulu kesho. Hebu mwambie jirani yako, soma kwa bidii sasa ili ufaulu kesho. Soma kwa bidii sasa ili ufaulu kesho. Bahati mbaya sana, watu wanapata nafasi ya kusoma na hawasomi, alafu nafasi ambayo sio ya kusoma ndo wanapambana kusoma. Wakati wa ujana ni wakati sahihi wa kutengeneza maisha yako. Wakati wa ujana ni wakati wa kutengeneza nini jamani? Ukisoma kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 25 ule mstari wa 3 anasema, kama ukuokota chochote cha funzo ulipokuwa kijana, utawezaje basi kupata chochote katika uzee wako? Kama ukuokota chochote cha funzo ulipokuwa kijana, utawezaje basi kupata chochote katika uzee wako? Yaani maana yake, wakati wa ujana kama usipojifunza, wakati wa uzee huwezi kujifunza. Nanipata vizuri Ndio maana tuna wazee wanaendelea huku mtaani ambao hawakutengeneza ujana wao vyema, leo wanajiita wazee vijana. Ukisikia mtu anasema mimi ni mzee kijana, ni mzee ambaye ujana wake hakuufaidi, hakuutengenezea miundombinu. Unapomkuta mbibi anahangaika leo kupaka piko na kuweka rangi kwenye kucha, ni kwamba katika ujana hakuutengenezea sawasawa. Naeleweka nini vijana? Naeleweka? Kwa hiyo usipotengeneza ujana wako leo, utakuja kuutafuta ukiwa mzee na utakuwa umefeli. Nanipata vizuri? Utakuwa umefanya nini? Usipowekeza leo, kesho utakuwa na chakula. Wekeza sasa. Wakati wa kufanya ni sasa. Kwa nini? Kwa sababu ujana, Mtakatifu Yohane Paulo wa pili anasema ujana ni sawasawa na udongo wenye rutuba nzuri. Kila mmoja anatafuta kuwekeza katika huo udongo. Na Mwalimu Julius Nyerere anasema hilo neno, ujana ni sawasawa na udongo wenye rutuba nzuri.
kila mmoja anatafuta kuwekeza katika huo ujana. Kwa hiyo usipofanya katika ujana, kwenye uzee hutapata chochote. Wale mnaoshabikia mipira, kuna mtu ambaye anasajiliwa akiwa mzee kwenye timu? Hakuna, anasajiliwa kijana. Mfano leo kwenye timu zetu, nani amefika mwisho? Mfano kwa Simba, mzee ni nani? Chama. Sema Chama ana akili ya ziada, ila ni mzee, wanamuita anko sasa hivi. Lakini pale kuna wengine ambao unaona umri wao hawawezi kukimbia tena sana. Chama alikuwa anakimbia sana wakati akiwa kijana, sasa hivi hawezi kukimbia. Anaweza kufunga magoli lakini hana mbio. Kwa nini? Umri umepita, wakati wa kukimbia umepita. Tuna mchezaji mwingine Simba anaitwa Shomari Kapombe, alikuwa kijana mzuri, beki mzuri, sasa watu wanampita kwa spidi. Ukienda Yanga unawakuta wakina Pakome wameanza kuchoka, umri umeanza kwenda. Unamkuta mtu anaitwa Mwamnyeto ameanza kuchoka, umri wake Halo. Kwa hiyo usipowekeza wakati wa ujana, wakati wa uzee hutapata chochote. Ninashukuru kwa kujifunza kwa hawa watu walitambua vipawa vyao wakavitumia wakati wa ujana. Hata wakizeeka bado hawataweza kupitwa na wakati, maanake wameishawekeza. Ndio maana mnamuona mtu mmoja alikuwa ni mchezaji wa Simba anaitwa John Rafael Boko. Yule jamaa alitumia ujana wake, sasa hivi amestaafu, lakini ni kocha wa timu za vijana, maana yake aliwekeza. Naeleweka? Tuna wakina Messi, tuna wakina Cristiano Ronaldo, hawa walicheza wakiwa vijana. Ghafla mambo yamebadilika. Mnanipata vizuri nyinyi watu wa Mungu? Kwa hiyo wewe, ninakuonea huruma, una umri wa kufanya kitu na ufanyi kitu. Hebu weka kidole chako, sema wenye akili wanaweza kuitengeneza kesho yao kwa kuitumia leo. Mwangalie jirani yako, mwambie Mungu akusaidie uwe na akili, uweze kuitengeneza kesho yako kwa kuitumia leo. Wanafunzi, Mungu akusaidie uwe na akili kutengeneza division yako 1 leo. Division 1 haiko kesho, ni leo. Leo usipoitengeneza leo, kesho utambulia sifuri. Imeeleweka? Weka wakati wa kutengeneza division 1, unatengeneza vimada, unatengeneza viumchumba. Wenzako wanawekeza kwenye material ya darasani, wewe unawekeza kwenye kutongoza na kutongozwa. Utapoteana sana rafiki yangu. Wenzako wanawekeza kutunga mada sahihi, wewe unaandika mada za kutongoza watu, unaandika vimemo, vibarua vya ajabu. Wengine ndio mmefungua shule, wengine mnawekeza kwenye vizawadi mpaka mwenzako akukubali. Wenzako wanawekeza, wanafikiri juu ya masomo, wao wanaumia kwa nini hawakufaulu, wewe unaumia kwa nini umeacha. Wakati wa kutengeneza maisha yako ni sasa. Hapa ni form gani? Mchanganyiko wa maisha, mchanganyiko ni madarasa form 1 mpaka form 4. Kwa hiyo ili kesho yenu iwe sawa, anza leo. Ukisoma kitabu cha, ngoja sasa tasaya muda wetu, mambo ya kuzingatia ili uweze kuitengeneza kesho yako iliyo sahihi. Ni vizuri kuzijua nyakati zako. Cha kwanza, jua kuwa wewe ni wa thamani. Wewe ni kijana. Kama unataka kuiona kesho yako iliyo bora, cha kwanza unapaswa kujua wewe ni wa thamani. Wewe ni cha pili, wewe ni mheshimiwa. Hebu sema, mimi ni wa thamani na ni mheshimiwa. Unapaswa kujua haya mambo mawili. Ukisoma kwenye Biblia Isaya sura 43
Anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa hiyo Mungu anakutambua wewe kwamba ni mwenye thamani, lakini ni mheshimiwa. Sikiliza lingine, wala haujazaliwa kwa bahati mbaya. Ukisoma Yeremia, kitabu cha Yeremia sura ile ya kwanza ule mstari wa 4, anasema maneno yafuatayo. Anasema, Mwenyezi Mungu aliniambia neno lake, kabla hujachukuliwa mimba mimi nalikujua, kabla hujazaliwa mimi nalikuweka wakfu, nalikuteua uwe nabii kwa mataifa. Nami nikajibu, Bwana Mwenyezi Mungu, mimi sijui kusema, kwa kuwa bado ningali kijana. Wewe Mungu alikujua. Baba yako na mama yako wanaweza hawakujua, ndio maana wanakuita sikuzani, ndio maana wanakuita sikujua. Wengine wanaitwa sijui mikosi, wengine masumbuko, wengine bahati mbaya. Hayo ni wazee tu hawakujua, lakini Mungu alishakujua. Tuko sawa na nielewa vizuri? Kwa hiyo wewe ni mtu muhimu sana. Lakini lingine, wewe ni mtu muhimu sana katika familia yako, wewe ni mtu muhimu sana katika familia yako, wewe ni mtu muhimu sana katika jamii, wewe ni mtu muhimu sana katika ukoo wako na katika kanisa na taifa la Tanzania. Wewe ni mtu muhimu sana. Hebu piga kifuani, sema mimi ni mtu muhimu sana. Sema mimi ni mtu muhimu sana katika familia yangu, katika jamii yangu na katika kanisa na taifa kwa ujumla. Mimi ni mtu muhimu sana. Wewe ni mtu muhimu. Kuna wimbo mmoja huwa tunapenda kuimba, nasema, jikubali mpendwa wangu, ujione wa thamani, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Twende, jikubali mpendwa wangu, ujione wa thamani, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Kwani wewe ni mzuri tena sana, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Hata kama ni mweusi tena kweli, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Hata kama ni mwembamba tena kweli, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Hata kama ni mnene tena kweli, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Hata kama ni mrefu tena sana, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Hata kama ni mfupi tena kweli, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Hata kama kichwa chako ni kikubwa tena kweli, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Hata kama macho yako ni madogo tena kweli, mpe Mungu utukufu, maana astahili sifa. Twende pamoja, kujikubali. Hey. Makofi, twende. Jikubali. Hata kama
Mwambie jirani yako yule anayejikataa, hey, hata kama Bwana hasta. Mwambie tena mwingine, hata kama na mwingine, hata kama tena sana mpe Mungu. Na mwingine tena, hata kama kama mimi Mungu utukufu, maana astahili. Makofi mengi kwa Bwana. Kwenye maisha, ili uweze kufurahi, unapaswa kuikubali na kuipenda na kujikubali. Jipende. Ni wangapi ambao kila mara unamuomba Mungu akuondolee sikio, akuondolee pua, akupe kama ya jirani? Unakosea. Nywele ulizonazo ndo za kwako, kichwa ulichonacho ni cha kwako, mwili ulionao ni wa kwako. Dada yangu, maziwa ulionayo ni ya kwako, Mungu amekupa. Usipate shida, ishi kwa burudani, furahi, shangilia, muone Mungu katika maisha yako. Usianze kujificha ficha, unaficha kifua maziwa eti makubwa, wengine anaficha eti kidogo. Acha ujinga wa aina hiyo. Wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Wewe ni wa thamani sana. Jikubali. Fanya nini jamani kijana? Jikubali. 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 Wewe ni wa thamani sana. Ni vizuri kujikubali. Kwa hiyo la kwanza, jikubali, ujione wa thamani na ujiambie, mimi sijaumbwa kwa bahati mbaya. Hebu sema, sijaumbwa kwa bahati mbaya. Sijaumbwa kwa bahati mbaya. Piga kelele ya nguvu, sema sijaumbwa kwa bahati mbaya. Sijaumbwa kwa bahati mbaya. Jambo lingine, Mungu alipokuumba aliwekeza kitu cha pekee ndani ya maisha yako. Mungu alipokuumba aliwekeza kitu cha pekee katika maisha yako. Wewe una kitu ambacho ni cha pekee ambacho mwingine hana. Uwanjani wanaingia wangapi? 21? 22? Jamani, nyie binadamu wa wapi? Mbona mnanichanganya? Uwanjani wanaingia, kila timu inaingiza wachezaji 11. Si umenielewa vizuri eh? Sasa katika wachezaji 11 na timu nyingine 11, hawa wachezaji wote hawafanani, japo wote wanacheza mpira. Wote wanacheza mpira, lakini wafanye nini? Maana yake nini? Maana yake kila mtu Mungu amempa kitu cha pekee. Hebu msaidie, muangalie jirani yako, mwambie Mungu amewekeza kitu cha pekee ndani mwako.